Tafadhali usisahau kusubscribe, kulike na kushare. Kisha bonyeza alama ya kengele hapo juu ili kuweza kupata habari mbalimbali kwa wakati. Napenda kutoa taarifa kwenu wananchi wa Monduli kwamba kwa mujibu wa sheria ya uchaguzi kifungu cha 69(1) ya mwaka 2024, sheria ya wabunge, rais na madiwani, kwamba siku ya Jumatano tarehe 29 ya mwezi huu wa 10 itakuwa ni siku ya uchaguzi mkuu. Hivyo napenda kutumia wasaa huu kuwajulisheni mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, leo tangazo la uchaguzi ofisi ya msimamizi wa uchaguzi imelitoa, na kimsingi tangazo hilo limebandikwa kwenye vituo vyote mlivyojiandikishia kupiga kura. Kwa hiyo sasa, ndugu wananchi, ni wajibu wenu kufika katika vituo mlivyojiandikishia kwenda kuona majina yenu, kwa sababu vituo mlivyojiandikishia ndio vituo kimsingi vitakavyotumika siku ya uchaguzi mkuu kwa maana ya tarehe 29 mwezi wa 10. Lakini sambamba na hilo, napenda pia kuwajulisha kuwa unapaswa kufika kwenye kituo na kadi yako ya kupigia kura. Tunajua kuna wako wengine ambao umepoteza kadi ya kupigia kura. Kama umepoteza kadi ya kupigia kura, fika na kitambulisho kingine, kikiwepo kitambulisho cha NIDA, lakini pamoja na kitambulisho kingine chochote, hata driving lesson, ili waweze kukufahamu wewe. Ukishajiridhisha kama jina lako lipo kwenye kituo chako ulichojiandikishia, usisite, fika pale utimize haki yako ya msingi ya kuchagua kiongozi unayemtaka. Na niwakumbushe tu wananchi wa Monduli, kupiga kura ni haki yako kwa mujibu wa sheria. Usipopiga kura utachaguliwa kiongozi usiyemtaka. Kwa hiyo kama unataka kuchagua kiongozi unayemtaka, hakikisha unafika na unapiga kura. Lakini pamoja na hayo, mkifika kwenye vituo vyenu kuanzia leo, kuna matangazo mbalimbali na mabango mbalimbali yamebandikwa. Miongoni mwa tangazo lililobandikwa ni mfano wa karatasi ya kupigia kura. Mtavikuta huko kwenye vituo vyenu. Utaangalia na imeonyesha namna ya kupiga kura. Utaangalia na picha za wagombea. Kwa hiyo ni bora mkaende mapema ili muone na muyafahamu hayo. Lakini pia nimeshawahabarisheni kuhusu orodha ya mpiga kura, mtakwenda mtaiona huko. Lakini pia kuna watu ambao waliomba kupiga kura ya rais tofauti na maeneo waliojiandikisha hapo awali. Hao pia mna nafasi na mnakaribishwa kwenda kuona wale wote walioomba na waliokubaliwa. Orodha pia imebandikwa kwenye vituo walivyoombwa. Kwa hiyo ni wajibu wenu sasa. Tunajua kuna watu waliomba kwa sababu mbalimbali, wengine kwa sababu ya biashara, wengine kwa sababu wako masomoni, wakajua tarehe 29 hawatakuwa mazingira yao. Kwa hiyo orodha pia imetoka na wamekubaliwa. Kwa hiyo mfike katika hayo maeneo ili muweze kuona majina yenu na kujiridhisha, ili ifikapo tarehe 29 muweze kutumia haki yenu ya msingi kabisa. Lakini pia nisisitize kwa wale wenye kadi, hakikisha siku ya uchaguzi kwa maana tarehe 29 unafika kwenye kituo na kadi yako ya kupigia kura. Lakini jambo jingine la msingi kabisa, muda wa kupiga kura, vituo vyote vitafunguliwa kuanzia saa 1 kamili asubuhi na vitafungwa saa 10 kamili jioni. Sasa kumekuwa na desturi, watu hawaendi kwa wakati. Kwanza siku ya Jumatano ni siku nzuri, ni siku ambayo kama kwa watumishi wa umma hawatakuwa makazini. Mimi niwaombe muwai, mjitokeze mapema asubuhi kwa wingi. Inapofika saa 6, saa 7 muwe wengi vituoni. Tusisubiri saa 10. Ikifika saa 10, askari atasimama kwa mtu wa mwisho. Kwa hiyo unaweza ukajikuta unapoteza haki yako ya msingi. Kwa hiyo niwaombe kuanzia saa 1 tufike kwenye vituo, tumalize kutenda haki yetu ya msingi ya kupiga kura, turudi majumbani kwetu, tusubiri kutangaziwa matokeo. Mimi James Basilei Mbosho wa Monduli, ninawasihi wananchi wenzangu
mnamo tarehe 29 Oktoba tujitokeze kwa wingi kwenda kupiga kura. Mimi na familia yangu, kwa wale wenye sifa kupiga kura, tupo tayari. Hivyo tujitokeze mapema asubuhi, tuwepo kwenye kituo ambacho tulijiandikisha kupiga kura, tuweze kupiga kura. Vijana wenzangu, itakapofika tarehe 29 na wahamasisha vijana wote wajitokeze kwa wingi tuweze kupiga kura. Ila sitaki niwahamasishe ni nani mumpigia, mjitokeze ili tusipoteze haki zetu. Tujitokeze kwa wingi, hii fursa ni ya kwetu vijana na watu wote. Kwa hiyo tujitokeze mapema, tupige kura, tukishamaliza tuondoke katika eneo la kupigia kura na tukae tuweze kusubiria matokeo yetu. Tunasikilizia hiyo siku ya tarehe 29 tukapige kura yenyewe, tukamchague kiongozi ambao yuko rada. Sisi hatuna mbili kwenye moja, ni kwamba nini? Tunasubiria hiyo siku, na nawashauri vijana wenzangu tujitokeze hiyo siku ya tarehe 29 kwenda kumchagua kiongozi ambaye anaweza akatuongoza fulu. Kwa hiyo sio kakaa bomani kusikilizia mwenzako akapige kura ili umpate kiongozi wako. Hapana, wewe jitokeze kuanzia saa 1 kamili hadi saa 10 kamili jioni. Kituo chochote kilichojiandikisha, wapo watumishi pale, utawakuta wanakusubiria. Kwa usije ukakataa kwenda kupigia kura, kwa sababu inaweza ukakwama. Unaweza usipige kura mwenzio akamchagua kiongozi ukawa unaongozwa na mtu ambaye hujamchagua wewe. Kwa hiyo sisi kiujumla, sisi tuko makini, tunasikilizia hiyo siku ya tarehe 29 tukapige kura. Tafadhali usisahau kusubscribe, kulike na kushare, kisha bonyeza alama ya kengele hapo juu ili kuweza kupata habari mbalimbali kwa wakati.